We want to talk about wise woman. Tunataka kuongelea kuhusu mwanamke mwerefu. A wise woman is the one who is salvationed. Mwanamke mwerefu ni mwanamke ambaye ameokoka. A God-fearing woman. Ambaye anamwogopa Mungu. A woman who humbles herself. Mwanamke ambaye anajinyenyekesha. A woman who is able to teach her children. Mwanamke ambaye anaweza kufundisha watoto wake. A woman who can help her husband. Mwanamke ambaye anaweza kumsaidia mume wake. Because every woman must have the same responsibility. Kwa sababu kila mwanamke lazima akue na hiyo responsibility. Muwajibiko. Because the Lord is faithful to the woman who is humble. Sababu Mungu anawajibika kwa ajili ya mwanamke ambaye anajinyenyekesha. Now in the book of Proverbs chapter 14. Katika kitabu cha Mithali 14 verse 1. Mstari wa kwanza. The Bible is saying, Biblia inasema, a wise woman builds her own house. Mwanamke mwerefu anajenga nyumba yake. But the foolish one polish it out or destroy it. Lakini yule mjinga anabomoa nyumba yake na kuiangusha. With the hands. Na mikono yake. What does it mean by the term her house? Inamaanisha nini kuhusu nyumba yake? The family. Ni familia yake, jamii yake. A woman who is wise. Mwanamke ambaye ni mwerefu will make sure that her family it is well built in Christ. Anahakikisha ya kwamba familia yake amejenga katika Kristo Yesu. On the better foundation. Katika misingi ambayo iko sawa. And that foundation is Jesus Christ. Na hiyo misingi ni Yesu Kristo mwenyewe. No other foundation which can which the family should be built on. Hakuna misingi ambayo familia itachengwa apart from the foundation which was given by God himself. Ambayo ni misingi ilianzishwa na Yesu mwenyewe. Apart from the foundation which was given by God himself. Nje ya msingi uliotolewa na Mungu. Amen. 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 And that is the real foundation which is Jesus. Na hiyo ni msingi ambaye ni Yesu mwenyewe. Let me tell you. Wacha niwaambie. The woman who is wise. Mwanamke ambaye ni mwerefu. She is strong. Akuna nguvu. Using her strength. Anatumia nguvu zake. To collect a lot of things from various places. Kutafuta vitu tofauti kutoka sehemu tofauti. Which are precious in life. Ambazo ni za maana katika maisha. Which can just give a vision for future. Ambayo inapeana maono ya maisha yajayo. In other words, kwa njia nyingine, a woman who is wise. Mwanamke ambaye ni mwerefu has vision. Hakuna maono. Because where there is no vision, sababu mahali ambapo hakuna maono, people perish. Watu huangamia. I mean to say, namaanisha kusema that a woman wants to have vision. Wakati ambapo mwanamke uko na maono, your family will never perish. Jamii yako iwezi ikangamia. Because the vision edifies. Sababu the visions, maono builds, ujenga. Amen. Amen. And that's what is required. Na hiyo ndio inastahili. What makes the family to succeed? Kitu ambacho kinafanya familia kusonga mbele ama kufanikiwa is a vision. Ni maono. So make sure you have a vision. Sasa hakikisha ya kwamba uko na maono. And have various characters. Na ukuwe na tabia tofauti. And have self-discipline. Na ukuwe na tabia ambayo ni ya as follows. Kibinafsi. As follows. Ambayo inafuata. Number 1. Ya kwanza. Be prayerful woman. Ukuwe mwanamke muombaji. Number 2. Ya pili. Be a Bible study woman. Ukuwe mwanamke ambaye unasoma Biblia. Number 3. Ya tatu. Attend the church services. Kuhudhuria mikutano ya kanisa. And obey the religious leaders. Na kutii viongozi wa makanisa. That's the reality. Hiyo ni kweli. Number 4. Ya 4. Give tithes and offerings. Utoe fungu na sadaka, saka na sadaka.
to avoid the curses from your family. Kuepukana na laana katika familia. Number 5. Ya 5. Be a worshiper. Kuwa mtu ambaye ni mtu ambaye unaabudu. Worship God in spirit and truth. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Another point is number point 6. Na namba lingine ya 6. Make sure jaribu you do fasting. Unafanya maombi ya kufunga. Because there's some demons. Sababu kuna maroho cannot go out ambayo iwezi toka till you have fasted mpaka ufunge and prayed na kuomba. That's what the Bible says. Hiyo ndio Biblia inasema. Some demons need a person to fast. Ya kwamba kuna mapepo yanahitaji mtu afunge. So a wise woman, sasa mwanamke mwerevu, builds a family through fasting. Anachenga jamii yake kupitia maombi ya kufunga. Because in fasting she casted out demons. Sababu katika kufunga anafukuza mapepo. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Last point 7. Ya mwisho ya 7. Holiness of life. Maisha matakatifu. A wise woman becomes holy. Mwanamke mwelevu anakuwa mtakatifu. So be holy. Sasa kuwa mtakatifu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. By focusing to Jesus. Ukimtazamia Yesu. Allowing the Holy Spirit to guide you. Kukubalia Roho Mtakatifu kukuongoza. To have an intimate relationship with God. Kukuwa na uhusiano mzuri na Mungu. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Amen.